Nilitamani sana kukushirikisha hili jambo kabla hujapata hasara. Wewe kama mfanyabiashara, influencer, content creator, hakikisha content zako unazoziposti sasa hivi ziconnect na trending ya World Cup, kwa sababu ndio real marketing time. Na World Cup sio tu tukio la mpira, bali ni msimu wa hisia, burudani na global attention yote inakuwa kwenye kombe la dunia. So, ni kwa nini wafanyabiashara na content creators maudhui yao ya kipindi hiki yajiconnect na World Cup? Sasa hivi social media zimejaa content za football. Kwa hiyo hata algorithm ya Facebook, Instagram, TikTok, YouTube inapeleka content ambazo zenye stories za World Cup ndani yake. Kwa hiyo kama hiyo video yako umeconnect na stories za kombe la dunia, hiyo video yako inapelekwa mbali na kufikiwa na watu wengi bila hata kulipia. So, wewe kama mfanyabiashara ukiona video zako za sasa hivi hazikupi matokeo chanya, ujue haujaipa mahadhi ya World Cup. Na ndio maana nashauri wewe kama mwanamuziki, hasa msanii, usitoe nyimbo kipindi hiki. Kama nyimbo yako unahisi haina ladha ya summertime, haina mahadhi ya World Cup, usiitoe sasa hivi. Unawezekana ukaitoa ikapokelewa freshi, lakini hutopata yale matokeo ambayo unayapendaga. Hutopata zile numbers ambazo unapataga, kwa sababu the target audience ambayo umetarget waisikize hiyo nyimbo, attention yao yote imehamia kwenye kombe la dunia. Siku hizi hadi wanawake wanafuatilia mambo ya kombe la dunia. Kwa kama wewe ni msanii, una nyimbo yako ndani, unaamini hii nyimbo yangu ni kali, kitulize. Usiitoe sasa hivi. Subiri World Cup ishe ndio uitoe. Hata content creators, hakikisha kwenye script yako unayotengeneza weka storyline ya World Cup. Itasaidia sana kupush content zako. Lakini pili, wewe kama mfanyabiashara, kwenye matangazo yako ya sasa hivi, ukiconnect na World Cup, kwanza wateja wako watakuwa upo updating, haupo nyuma, unaelewa marketing trending ya sasa hivi. Mfano, wewe una mgahawa, unauza plate moja ya ubwabwa shilingi 5,000. Ukasema hivi, mechi ya Ujerumani na Ivory Coast kuanzia dakika ya kwanza hadi ya 90, wali utauza shilingi 3,000 badala ya 5,000. Lakini kumbuka muda huo uwe una TV kwenye mgahawa wako, unaonesha mpira. Kwa hiyo mteja atajua kwamba ameua ndege wawili kwa jiwe moja. Kwanza, ameangalia mpira bure, pili amepata punguzo la ubwabwa. Hujauza hapo. And by the way, kama unapenda news za marketing na branding kama hizi, please follow me.